Karibu wapendwa watazamaji kujiunga nasi kufuata kipindi chetu rafiki kinacholetwa kwako na Radio Kauzi Podcast. Mimi ni mtumishi wenu Lea kwenye microphone. Mada ya leo ni jambo ambalo utagundua katika kipindi chote, kwa hivyo na kukaribisha kuendelea kutufuata. Kama Lamartine alivyosema na mkuu, wakati unapita na tunapita. Kabla hatuyaijua 2026 tayari iko juu yetu. Na kabla hatuyaijua mwaka utaisha. Kama wasemavyo, yatosha kwa siku maovu yake. Na hivyo kila mwaka tunafanya mazimio, sote tuna mipango ya mwaka mpya, mawazo kuhusu kile tunachotaka kutumizia na kile tunachotaka mwaka uwe. Kwa wengi mradi huu ni wa faida na hivyo wanaweza kutekeleza, wengine bado wanaifanyia kazi. Kwa wengi mwaka huu utakuwa bora zaidi ambao wamewahi kupata, kwa wengine ndoto mbaya. Ushuhuda wangu unaweza kutoa mwanga kuhusu mambo kwa ajili yako. Siwezi kueleza kila ambacho familia yangu na mimi tumepitia kwa miaka 10 hadi 12 iliyopita. Tumepitia vipindi vingi vya kutokuwa na uhakika. Kumekuwa na nyakati za kukata tamaa, wasiwasi, hasira, kutokuamini na mashaka ya utaratibu, lakini licha ya kila kitu, Mungu alikuwapo na akafanya kazi kila wakati. Ingawa kipindi hiki kimekuwa gumu, tumebaki imara katika imani yetu na kutembea pamoja na Kristo. Sijui unapitia nini kwa sasa au mwaka huu unakuletea nini. Hata hivyo, katika nyakati nzuri na mbaya ambazo sote tumepitia hadi sasa, tunaweza kutulia kwa muda na kutathmini uhusiano wetu na yule anayeshikilia kila kitu mikononi mwake, yani Yesu. Tunamkaribia zaidi au tunatereza kutoka kwake kidogo kidogo? Ebu tuchukue muda kutafakari hali ya imani yetu na uhusiano wetu na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo iko je? Hebu tusome Warumi sura 12 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa hivyo ndugu zangu nawasihi kwa sababu ya huruma zake Mungu, jitoweni kwake muwe sadaka hai, takatifu na inayopendeza Mungu, ambayo ndiyo ibada yenu ya kiroho. Pamoja na yote tuliyopanga na kupanga kufanya mwaka huu, je, tunakusudia kuwa zabibu hai kwa Mungu? Tunakusudia kumpendeza katika kila jambo na kuishi kulingana na mapenzi yake? Je, tunaishi kama mabwana kamili wa maisha yetu ya baadaye? Je, tumejitolea maisha yetu kwa Bwana Yesu? Je, tumepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu? Kila mmoja wetu anajua majibu ya maswali haya. Warumi sura 5 mstari wa 12 utuambia hivi: sheria ililetwa ili dhambi iongezeke, lakini dhambi iliyoongezeka, neema iliongezeka zaidi. Warumi sura 5 mstari wa 12 inatukumbusha kwamba hakuna aliye mkamilifu,
sisi sote ni mwenye zambi, lakini huruma wa Mungu ni kubwa kuliko zambi zetu. Kwa wingi wa neema yake tumeokolewa. Kwa neema hiyo hiyo tunakuwa watoto wa Mungu. Kwa neema yake tunapokea zawadi ya uzima wa milele. Ni rahisi kama hiyo. Ebu tumkubali kama Bwana na Mwokozi wetu, tuyakabidhi maisha yetu kwake na turuhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Mwaka huu katika kila jambo tunalofanya, tumukaribie yeye zaidi. Tumugeukie na kumupendeza katika mambo yote. Na tuishi kulingana na mapenzi yake tu na kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Na tukubali mapenzi yake na kuyaruhusu yatimizwe katika maisha yetu. Mwaka huu usiwe mwaka wa matamanio tu, bali tuukabidhi kwa mikono ya Mungu, ambapo mafanikio yetu makubwa zaidi yatakuwa kwamba tunaishi kila siku kama sadaka kwa yule ambaye ametupa kila kitu. Mwaka huu uwe wa kuamka tukitembea kweli sawasawa na mapenzi yake na kuamini mipango yake kwa ajili yetu. Ebu tufanye kila kitu kihesabiwe kwa utukufu wake. Mungu atusaidie sote. Asante kwa umakini wako. Tuonane siku ijao.